Hakuna kitu kinaumiza kwa sasa kama mwanamke kujaribu kutafuta ujauzito kwa muda mrefu bila kupata, lakini ukifanya vipimo unaambiwa uko sawa. Ultrasound unaambiwa hakuna shida, hakuna uvimbe, mayai unayo, hormones ziko sawa, lakini kila ukijaribu katika siku zako za hatari upate ujauzito. Na kwa bahati mbaya unakuta wanaume kwa sasa wengi sio wanaoshiriki katika utafutaji wa ufumbuzi. Kwa unakuta mnaenda tu kimungumungu. Sasa kuna mambo makubwa matatu ambayo yanaweza kupelekea mume wako akawa hana shida na wewe ukawa huna shida, lakini ikawa ni ngumu kubeba ujauzito kawaida. Na kukumbusha, Ramo na Watoto ni mtatuzi wa changamoto mbalimbali za masuala ya uzazi. A fertility expert ambaye amebobea katika utumiaji wa dawa za kisasa, lakini pia herbal ambazo hazina kemikali sumu, ambapo matibabu yanatumwa nchi yoyote ile. Lakini pia kwenye hii channel ya Ramo na Watoto kuna video nyingi ambazo zinatoa elimu kuhusiana na namna mbalimbali ya kuondokana changamoto mbalimbali za uzazi na namna mbalimbali ya kuweza kufanya ukabeba ujauzito kawaida. Kwa kawaida mwanaume anatakiwa kuwa na mbegu kuanzia milioni 15 mpaka milioni 400 kwenye kila sisi moja anapokuwa ametoa zile shahawa zake. Lakini kitu ambacho hukuwahi kujiuliza ni kwa nini anatakiwa kuwa na kiwango chote hiki cha mbegu wakati ni mbegu moja tunayotumika kusaidia au kurutubisha yai mtoto akatungwa. Kama hukuwahi kujiuliza, leo utapata majibu na utajua ni kwa nini hauna shida yoyote lakini ubebe ujauzito. Sasa kuna hatua takriban 4 ambazo mbegu za mwanaume zinapitia kwenye via vyako wewe mwanamke, ambapo usipojua unaweza kuwa sababu ya wewe kushindwa kubeba ujauzito kama mume wako atakuwa mbegu zake haziko vizuri au ziko kiwango kidogo au hata kama ziko sawa. Hatua ya kwanza, mbegu zinapowekwa kwenye maumbile yako zinaingia kwenye eneo la uke. Kumbuka pale kuna kitu tunaita tindikali au pH, ambayo hii ni acidity ambayo inapaswa kuwa 3.5 mpaka 4.8. Kwa ikivuka hapa maanake ni kwamba kule kuna kuwa na acid nyingi sana. Hii inaenda kuathiri mbegu nyingi zaidi. Zikitoka hapo zinaenda kwenye shingo ya kizazi. Hapa kuna ute ambao tunaita cervical mucus, ambapo ute huu pia unazuia baadhi ya mbegu nyingi sana zinabaki kupitia ule ute zinaendelea kupungua. Zikitoka hapo zinakwenda kwenye eneo la mji wa uzazi, ambako kule kunaweza kuwa na kitu kinaitwa anti-sperm antibody, ambazo ni kinga mwili za maumbile ya mwanamke ambazo zinashambulia vitu vigeni kwenye via vya uzazi ikiwemo mbegu zako. Kwa hiyo safari yote hii inapunguza mbegu kwa kiwango cha maelfu na maelfu hadi kufika kwenye eneo la mrija inakutungwa mimba, unakuta zimebakia mbegu chache kuanzia 20 mpaka 100 na sasa kutokana hii hali ya haya mapambano mwanzoni hadi mwisho, unakuta ni mbegu chache zinazokuwa zimebakia zikiwa na nguvu au energy ya kutosha kutoboa lile yai au kuingia kwenye yai mimba itungwe. Ndiyo maana mume wako anatakiwa kuwa na mbegu nyingi kiasi hicho. Kwa zinapokuwa ziko chini ya milioni 15, nafasi ni ndogo, kwa sababu kuna uwezekano zikawa zinakufa kwenye huu mchakato hapa mwanzo hadi kufika kwenye yai hakuna mbegu hata moja. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, inawezekana wewe mwanamama wakati upo kwenye utafutaji wa ujauzito tunaishi kawaida. Kwa maybe labda una shida labda magonjwa ya allergy, una shida fulani, unatumia dawa kwa ajili ya kutibu hiyo changamoto, lakini kuna baadhi ya dawa ambazo commonly wanawake wengi wanazitumia kila siku, lakini hizi zinapelekea haya mambo makubwa matatu, ikiwemo jotoridi la ukeni au pH, lakini pia ikiwemo kinga mwili kule ukeni pamoja na mazingira ya ule ute kwenye shingo ya kizazi kuwa na uwezo mkubwa wa kushambulia mbegu zikawa zenye kuathiriwa kwa kiasi kikubwa. Ukiona dawa yoyote ambayo unatumia ina kiambata kinaitwa dexamethasone, labda ni cream kwa ajili ya kutibu allergy ya ngozi au whatever, unatumia kwa namna yote lakini kwa ajili ya ngozi inacho kiambata, au unatumia dawa za allergy kama vile prednisolone au cetirizine, dawa hizi zina uwezo mkubwa wa kuathiri tindikali ama pH kule ukeni. Mwisho wa siku ndani ya uke kukawa na mazingira ya ukavu ambayo yatapelekea mbegu nyingi zishindwe kuelea vizuri kulifikia yai. Mbali na hiyo, inawezekana wewe hapo ulipo unasema ngoja nisafishe kizazi ili niweze kubeba ujauzito kirahisi. Unapewa dawa ambazo ni antibiotic, kwa mfano ikiwemo doxycycline au labda gentamicin au metronidazole au flagyl. Dawa hizi ni mzuri, lakini usifahamu ni kwamba zinaathiri pia wale vimelea ambao ni walinzi katika maumbile yako.
na maanisha lactobacillus. Hawa vimelea ndio ambao wana maintain pH, wana maintain tindikali au acidity kule ukeni. Kwa wakipunguka, maana yake ni kwamba unakuwa vulnerable kupata maambukizi ya fungus, lakini pia unakuwa na hali ya uwezekano wa kupata ukavu, mambo ambayo yanaathiri mbegu za mwanaume zishindwe kusurvive ndani ya via vyako ndani ya siku 3 mpaka 5. Mwisho wa siku unakuta ni siku hiyo hiyo zinakufa mapema, hazilifikii yai, unashindwa kubeba ujauzito. Lakini unachopaswa kufahamu ni kwamba kwa kawaida mwanaume mbegu zake zinaweza zikawa hazifiki milioni 15, lakini zikasaidia kukutungishia ujauzito. Tunachokiangalia ni mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni hicho ambacho tunasema ni count, kwa maana ya kile kiwango zifike kuanzia milioni 15. Lakini jambo la pili tunasema ni motility ama ule ujongeaji. Tunataka mbegu ambazo zinaweza kujongea angalau ziwe na 40% au kuendelea. Ikiwa chini ya hapo, si rahisi mwanaume kukusababishia ujauzito. Lakini jambo la tatu ni morphology. Tunasema zile structure zake. Inapokuwa mbegu kwa 4% chini ya 4, ndizo ambazo zina uwezo mzuri au zina maumbile sahihi, si rahisi pia kukusababishia ujauzito. Kwa hiyo kama unahakikisha kwamba umeshawahi kufanya vipimo, unaambiwa kwamba huna shida yoyote lakini hubebi ujauzito, angalia unatumia dawa zipi kwa kipindi hicho. Ndio maana ni vizuri zaidi kudiscuss na daktari wako anayekusimamia kwenye swala zima la matibabu ya uzazi, ili akwambie dawa hii na dawa hii na dawa hii sio mzuri. Kwa hiyo dawa hizi unaziona zote hapa ni dawa ambazo zina impact mabadiliko kule chini kwenye maumbile yako, na mwisho wa siku yanaathiri uwezekano wa wewe kushindwa kubeba ujauzito licha ya kwamba hauna shida yoyote.